Tuko pamoja? Kwa hiyo tukasema kwamba we need to be a true worshiper. Tunahitaji kuwa waabudu halisi, tunahitaji kuwa zaidi, na ndio maana ukiangalia anasema kwamba katika kitabu cha Misali sura ya 8 pale mstari wa 17, naweza nikakupa namna ya kufananisha. Anasema kwamba nawapenda wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii ndio watakao niona. Nawapenda wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii ndio watakao niona. Anamaanisha nini? Wanaomtafuta ni wengi sana, wanaomsaka Bwana ni wengi sana, wanaohitaji msaada wa Bwana ni wengi sana, lakini ile bidii yako ndiyo itakayotofautisha na hao wengine wanaomtafuta Bwana. Kwa hiyo kuabudu katika uhalisia, wewe ndiye itakayotofautisha na wanaoabudu wengine. Biblia kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 pale kuanzia 6 mpaka 8, Ibilisi anamwambia kwa habari Yesu kwamba nitakupa mali zote hizi kama tu utanisujudia. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako pekee. Imeandikwa. Kwa hiyo kumbe kuna wengine wanahitaji kusujudiwa. Kumbe kuabudu au kusujudu, kuna namna unafungua mambo yako katika maisha yako. Kwa maana kama Ibilisi aliweza kumshawishi Yesu kwamba katika hii miliki nilionayo ukinisujudu nitakupa, basi inawezekana kwamba sisi tunapomwendea Baba yetu wa mbinguni anavyo vyote, ambapo anasema kwamba mali na fedha ni vyake vyote. Kwa hiyo kumbe sisi tuna uwezo wa kusogea mbele za Mungu, na yeye Bwana anaachilia milango, anaachilia madirisha, anaachilia njia, sisi tunapata kupata vyote. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Hakuna ambalo linashindikana kwako, kilipeleka kwa Mungu litashindikana. Na ndio maana ninachopenda au ninachotamani, rai yangu kwako wewe, muamini katika Yesu Kristo ambaye ulizaliwa katika damu yake pekee, ambapo Yesu alipotufia alihalalisha sisi kuwa na haki mbele za Bwana, alihalalisha sisi kusomeka katika tenda ambayo Mungu amerekodi pale, alihalalisha sisi kuwa wafuasi wake Yesu mwenyewe, alihalalisha Yesu kwamba sisi tuna uwezo wa kuishi bila mambo Mungu ameahidi. Bwana asifiwe. Kwa maana Yesu ndiye mrithi wa kwanza. Tuko pamoja? Kwa hiyo natamani kwamba unapomwabudu Mungu ujimimine, ujipeleke wewe kama ulivyo, umwangalie yeye, alafu naomba nikwambie, yaani ile hali yako ya kuingiza mawazo mengine, unashindwa kudili na kile ulicho nacho, iwe utachelewa. Wanasema kwamba you have to concentrate katika kila ambacho unachokifanya. Kusanya mawazo yako, kusanya mipango yako yote, ujikusanye, ujiweke kwa Mungu pekee. Uamini kwamba katika hili unaloliona ni Bwana pekee, na hayo yote hayawezi yakafanyika kama hajaanzia katika nia. Unie katika kumwabudu na kumcha Bwana pekee, kwa maana yeye ndiye mwenye sifa ya kuabudiwa pekee.